Mambo ni aje kama kawa kama dawa. Tuko vizuri kabisa. And of course hapa ni poa show ya News Update Media. Mgobe zenema presenter Ima Stopa. Right now nimetembelea wanangu sana ambao wanafanya mitikasi mtaani, lakini pia niseme kwamba wanafanya issue ya masuala ya nguo. Sijajua kama ni wote, lakini niko kwa Muniri Makod, nazungumza naye masuala mob sana. Wote ni Gen Z, lakini ni masuala ya Gen Z zaidi. Kikubwa zaidi hakikisha kwamba hii hapa interview naipata pale YouTube. Kama nilivyokuambia niko na wanangu hapo. Kwanza nianze kwa mwana kule hivi. Mambo ni aje manetu? Fresh. Kama kawaida. Okay, Kinyamwezi sana. Utulivu. Unaenda kama nani sasa hapo hivi? Naenda kama jina Smart on Top. Okay. Mapigo fulani hivi ni ya Kitanzania hapa ama kuna msanii fulani labda umemkopi huko Mambele? Hamna. Hii ni hapa tu. Okay. Hii outfit hapa. Hii ya kungu mimi. Wewe mwenyewe. Hivi kijana mpaka ile apendeze na awe smart, ni vitu gani ambavyo anatakiwa azingatie? Ili apendeze. In short, atakuwa ni acha kwanza jikubali jinsi alivyo yeye mwenyewe. Okay. Alafu cha pili, yani awe na muonekano labda ile muonekano kabisa, asikae kinyonge ile. Yani unajua kuna ile mtu anajiweka kinyonge zaidi mpaka kuna watu wanakujaji kwenye jamii kwamba huyu anaonekana hana hata nia, ana shida. Kweli. Ila kuna lakini kuna watu wana fake kinoma, yani kuna ile mtu ana fake kabisa. Watu wana fake kweli. Wana fake lakini kuna uvaaji. Cha kwanza ni unatakiwa ni uwe na muonekano. Kingine yani wewe unajua ni namna ya kujipangilia kwenye nguo. Okay. Sawa, tuambie sasa majina yako, labda tumeanza hapo, majina yako au AKA zako au majina yako in short tuseme tutembee huko. Ni majina yangu yani ngoja. Kama tunapiga story, unaona mwana kama ameanza kupani au yani tufanye kama tunapiga yani kama story. Hata kama ni kama ukiwa umechanganya maswaga wewe weka tu yani, hata usiwaze. Yani tuchangamke yani, hata usiwaze. Sasa mimi mtu ambao nasema tu nani yani tubonge tuja yani jiachie, unaona kama mjini. Usiogope kamera. Yani sasa waje ndio kwanza lazima hiyo yani jiachie kwa kama ni nza amepita wewe ishi na yani kwa comfortable. Yani kwa na unampiga tu yani comfortable yani twende huko kama story. Okay, majina yako sasa mwanangu tuambie ambayo wazazi walikubless. Wazazi wangu ni bless ni Isa. Uko Isa. Sasa unapiga mishi gani sasa? Isa nguo. Masala ya nguo. Sawa. Wewe ni mwanangu pia, lakini kwa upande wa kushoto hapa niko na mwanangu, mimi namfahamu kwa majina ya Muniri, lakini yeye niambie kwamba Muniri ama ana majina mengine. Ni aje Muniri? Fresh hivi. Kama fresh kabisa. Mimi nakujua kwa Muniri, labda kwa mtu ambaye anakutazama ajui majina yako kabisa ni nani? Mimi kwa majina naitwa Muniri Musadik. Ni Mtanzania halisi kabisa na ni mfanyabiashara muuza nguo. Nauza nguo za mtumba. Lakini kwa jina jingine ambalo la kibiashara naitwa Muniri Makod. Wengi wanawaza kwa nini Muniri Makod? Kwa nini Makodi? Makodi nikimaanisha kwamba limebeba kitu ninachoweza kitu ambacho ninakifanya. Kwa mfano Makodi yani means nguo nini, yani ni organization ya vitu vyote ambavyo vinahusika na masuala ya uvaaji. Okay. Ukiweka viatu nini kila kitu unapata. Kwa hiyo ndio hivyo yani. Okay. Yeah. Sawa, huyo ni Muniri Makod, si anakuambia masuala yote ya uvaaji yanahusika hapo. Sawa, mimi nazidi kubonga vitu vingi sana. Wewe tuendelea kufuatilia. Kwa hiyo Muniri hivi ulianzia kwenye masuala yako labda Muniri Kasfuande labda kabla hajaingia kwenye biashara ya nguo. Tufahamu labda Muniri amepiga issue gani way back before masuala ya elimu, education level na vitu vingine, kama lakini atapenda kuzungumzia tuanzie hapo, kama atopenda fresh. Kwa mimi nimeishia kidato cha 4. Kwa hiyo baada ya hapo nilipata marks nzuri tu za kuendelea na chuo, lakini kutokana na mambo mengi nini nikaona niachane nayo tu, kwa sababu
nilipenda hela zaidi. Of course ndio pesa ina mata. Yeah, kuna ile naambiwa kwamba watu wanasema kwamba elimu ni kama utapeli. Kwamba wewe unaenda kutoa pesa milioni labda 5 chuo afu unapewa makaratasi. Afu yale makaratasi unakuja anaanza kuzunguka nayo mtaani. Hiyo kwa upande wa mwanangu imekaaje hiyo? Hiyo kutokana tu na akili ya mtu. Hiyo kutokana na akili ya mtu. Sasa tuseme wewe umeenda chuo, si ndio? Ndio. Labda umesomea masuala ya fashion. Ndio. Afu na fashion umesomea miaka 4. Ndio. Ila huko Muniri yeye anapiga mishi zake, amemaliza form 4 kidato cha 4. Anatikisa. Of course anafungua goli kama hili, sio jambo dogo. Kuna mmoja kule anawaza anaanzaje, yani anapambana, napataje eneo, napataje hata t-shirt 10 ndio niweze kuzipanga hata barabarani tu, sina eneo. Lakini kwa upande labda Muniri kapambana, ka fight 1 2 3 hapo hivi papo, afu ile muuni ambaye yupo Kiskonga miaka 4 kapiga, anarudi anamkuta Muniri kasimama. Sasa hapo Muniri makodi imetulia, imekaa nguo zote yani amemix sasa zote. Hata sasa wewe unafikiria itamkata labda fulani hapo, mwanangu mbona kama naenda skuli kupoteza time, hiyo imekaaje? Au tuseme ni namna ambavyo mipango ya mtu anaipangilia na kuamini kwenye kile unachokifanya. Hapo sasa hapo inakuwa tu ni kila mtu anapita kwa njia yake anayoamini. Okay. Kuna ule anapita njia kwamba anaona nikipita hii njia nitafika sehemu fulani. Na huyu anasema nikipita kwenye elimu nitafika sehemu fulani. Kwa of course yani kila mtu ani kwa ufahamu wake anavyoelewa. Kingine tena yule pita labda kwenye nguo, sio kwamba akutarajia kwamba kuna kusoma kwenye elimu. Sema labda unakuta ni mambo tu ya uchumi katika familia yake yani. Walikosa kwenda kumuendeleza kwa akaamua ile support ya kwenda shule. Kwa hiyo yeye akaamua hasa hapa na mimi nijiendeleze tu na mimi nisikae nisiboteke nyumbani. Kwa hiyo naye akaona bana afungue kibiashara chake cha kujiendeleza ili afike sehemu fulani na yeye. Kwa hivyo sawa. Hivi Muniri, mpaka mtu labda aweze kufanya jambo fulani kwa kijana, na uwezo kumwambia jambo gani ambalo anaweza kazingatia zaidi, asimame kiuchumi ama afanye jambo fulani ambalo analiamini ili kusudi afikie hatua fulani kama ambayo mwenyewe ameifanya? Labda tuanzie kwako, labda ulianzaje hizi harakati za nguo? Unajua kitu cha kwanza kabisa ni kujiamini. Umeona? Ukishakuwa na ile confidence ya kwamba bana nikifanya hichi kitu bana mimi nitafanyaje? Nitaweza. Na kitu kingine, usikubali kabisa ukiamua jambo lako, usikubali kabisa mtu yeyote kuja na akakukatisha tamaa. Wewe amini kile kitu kinachotoka moyoni kinakufanya, yani hicho ndio kitu ambacho unatakiwa ufanyaje? Ukifuate bana. Bana mimi naona hii kitu ndio itafanyaje? Itanitoa. Hicho sasa kitu kinacho kusukuma moyoni ndio unatakiwa ukifuate. Lakini vijana wengi wanashindwa kufanya hivyo kwa sababu gani? Wanakuwa hawasikilizi mioyo yao inataka nini. Umeona? Wanakuwa wanaona mtu fulani kafanya biashara ile. Kuona mimi nikifanya vile nitafika, nitatoboa. Kwamba mlima kodi bona anauza. Mbona na wateja? Hajui kwamba mimi nimetokea wapi. Umeona hadi kufikia hapo. Sasa hii ile wanakuambia kwamba kutrust the process. Hii imekaaje kwamba kuamini mchakato. Yaani pale ambapo unaanzia pale labda tuseme vijana wengi sasa hivi wanapenda shortcut, watu wanasema hivi. Yaani anataka tu ajikuta ameibukia pale juu, hataki kuanzia huko chini. Kwanza kabisa mimi waga siaminigi shortcut. Umeona? Shortcut waga inaumiza afu inatesa sana. Kwa sababu cha kwanza shortcut hupati elimu. Umeona kwanza haya masuala yetu ya nguo. Ili ufike sehemu fulani unatakiwa kwanza wewe mwenyewe uanzie chini. Umeona? Mimi huwezi amini, mimi hadi kufikia hapa nilipo, japo natamani kufika zaidi. Nilianza ile kutumia mizigo ya watu, sikuwa hata na mtaji wala nini. Nachukua mizigo ya watu hivyo na watumia wateja. Mwisho wa siku nikaja kuona mbona kama naenda humo, mbona kama mambo yanaenda na mimi nikaona kuna ulazima kufanya hiki hivyo nimeanza kwenye kuzungusha pia, nimezungusha hapo. Nikaona mbona kama wateja wanahitaji ofisi, kwani sio hata na ofisi hata kadogo tu. Umeona
nikaona ngoja niwekee hata kwa ofisi kadogo, japo natamani kufika mbali zaidi, natamani niwe na ofisi kubwa ya hivyo yani. Okay. Sawa. Kwa mwanangu pale, labda ni vitu gani ambavyo unajifunza kupitia social media? Social media, yani ukiingia pale TikTok kuna kitu fulani lazima ukisearch. Usidanganye kwa kuwa kwenye kamera. Yaani wewe usidanganye. Ni kweli mitandao ya kijamii sasa hivi ina nguvu kubwa sana kuwapotosha vijana. Sana. Yani ile kwa nini unasema sana, yani kwamba ile kijana akiingia mtandaoni kuna muda kama inapoteza time hivyo usipojua kujipoteza time. Kuna vile vitu vya mtandaoni unasema sio ni vichekesho, sio nini, kuna maigizo mule. Kwa vile vijana wengi wanapotezeaga muda kule. Kwa nakuta kaingia kwenye vichekesho, kamwangalia Mboneke, kasogea hapo. Ajua kwamba yule mwenzake anaingiza pesa. Kaingia pale tena kamwangalia Diamond, unaona. Kapiga show fulani bwana yuko same. Yuko huko South anapiga show. Kwa hivyo vitu ndio vijanaga ninapoteza time sana. Lakini kuna time inabidi uspend mambo kama unajua watu maarufu, hata kama leo umekuwa maarufu ni lazima tu kufuatiliwe. Kweli. Kuna watu wengine labda useme ile kwamba jipe muda basi, si focus sana, si ndio? Ndio. Sasa Muniri ni mtu gani labda ambaye anakuinspire sana kwenye masuala kama haya nguo au kwenye biashara tuseme kwa ujumla, ambaye ana jina au Muniri yeye anafuata njia yake mwenyewe, kuna nini muinspire? Wanaoninspire ni wengi. Umeona, ni wengi sana ambao wananiinspire, siwezi kukataa kiukweli. Kwa sababu unajua ukiwa chini alafu kaona watu fulani wako kwenye biashara hiyo unaofanya, wenyewe wanafanya vizuri zaidi. Kama kwa hapa Mwanza wapo kama wawili watatu, japo sitawataja hapa, lakini wananinspire sana, wananifanya nisipate usingizi. Lakini naamini tu tutafika. Umeona wapo tu wengi, wapo wengi tu. Nje ya masuala labda ya nguo, ni shughuli nyingine ambayo labda anatamani kuifanya, lakini pia wazazi hizo kama wapo wanasupport vipi, asilimia ngapi kwenye issue ambayo anaifanya Muniri? Wazazi kusema ukweli, nina mzazi wangu mmoja tu ambaye amebaki, ambaye ni mama yangu. Na mchango mkubwa sana, ni mtu ambaye ananisupport sana yani katika kazi zangu. Yani ni mtu ambaye sasa inafika kipindi hata nikifika nyumbani siku hizi siitu Muniri. Naitwa Muniri Makodi. Bibi mkubwa mwenyewe anaelewa. Anaelewa mitikasi yangu. Kwa hiyo hivyo yani ananipa kuna kitu ambacho ananifanya yani nipambane zaidi. Hata hilo Muniri Makodi akija kulitaja analitaja huku yeye mwenyewe asema Ilikuwa ngumu kiasi gani labda Muniri akufosiwa kwenda chuo na mzazi? Hebu achana na hiyo biashara ya nguo, nenda kwanza kasome bana, kwa sababu wazazi wetu wengi wanaamini kwenye elimu. Kweli. Kiukweli hilo swala la kusoma hadi leo hii bado naambiwa. Ni kitu ambacho yani hadi leo hii napigiwaga kelele kusoma, lakini mimi naamini kama imepangiwa kusoma nitasoma tu. Lakini nitajisomesha mimi mwenyewe. Yani hela zangu mimi ndio zitakazo nifanye. Itafika tu stage mimi mwenyewe nitaona sasa hapa natakiwa nini kaongeze kwa elimu kidogo. Kwa mwanetu pale, wazazi vipi? Wana play part gani kwenye mwanetu labda kujihusisha na masuala ya fashion na uzaji wa nguo labda? Tuanzie hapo kwa mwanetu hapo. Wazazi wana play part gani ama asilimia ngapi kwenye uzaji wa masuala ya nguo? Wazazi wana appreciate yani, wanakubali sana. Ndio wanakubali sana kwa sababu mimi distortion ni uzaji wa nguo ipo damuni yani. Tangia way back niko nauza nguo school yani. Upelembaji yani, nikitoka nyumbani ndo kupelemba na uzee wanangu school pale. Kwa hiyo nitangeko damuni yani nguo. Kwa hiyo wazazi wanaelewa yani. Yani kiufupi wazazi wanaelewa, najua yule mwanangu yani kiukweli anapenda kuvaa, kwa yani wanajua kabisa yani anapenda kuvaa, lakini atakuja kwa muuza nguo. Kwa hiyo na appreciate tangia niko bado nyumbani yani. Unapendelea sana kuvaa au yani tuseme nini, kitu gani ambacho kinakumalizia sana pesa? Yani hata ukishika 100,000 hapa moja kwa moja unasema ni kuna kitu kitanimalizia pesa. Ni kuvaa huko au kuna kitu, ni kitu gani kingine? Ni kuvaa kiukweli yani.
masuala ya kodi tu. Ni kodi. Muniri, ni kitu gani ambacho kinakumalizia pesa labda? Ni kuvaa au kula au tuseme game station au bebes? Unajua of course. Yaani hiyo tusikataa. Yaani sio kama tuko kwenye kamera hapo kaficha hamna. Hivyo vyote ukiwa kama kijana kweli ni vitu ambavyo kuviescape ni ngumu sana, ila kwa mimi kiukweli mimi napenda kuvaa, napenda kula sana, napenda kula vizuri, niende sehemu nzuri, umeona? Kuna muda sometimes najitoa mimi mwenyewe tu, naenda zangu sehemu, naagiza zangu kisamaki hapo nini. Hiyo ndio mambo yangu. Au naweza nikatoka na wana kama hivi, tukaenda tukatulia sehemu, tukala, tukaenjoy, basi hivyo yani. Yeah, of course tunaambiwa kwamba wanangu, unaambiwa kwamba kuna muda kwamba watu hatuishi maisha, tunatafuta maisha. It means kwamba amepata 100,000 anawaza ifanyie nini, huko nitalipa kodi, huko nimeomba kitu fulani. Kwa wiki labda mwanetu unatumia, yani kwa wiki labda una spend mara ngapi tuseme? Yani kwa wiki naweza kupita hata wiki yani. Haujafanya chochote? Hujafanya kitu chochote. Sasa unatumia muda gani labda kuspendi na wana nini, au ni kama tu hivyo kuibuka hapa ni story 2-3 fresh? Yani waga tunapanga kama bana muda fulani au siku fulani bana siku fulani tutoke. Tunajiorganize pale. Okay. Kiasi fulani kipatikana tunajimwaga. Kama ni kidimbwi, kama ni wapi, mwezi. Maisha yanaenda. Na bebes za kutosha. Au lazima wawepo. Hawezi kukosa. Kwa hiyo mpaka leo mwanangu uniawa tu 1 2 3, lakini bado hujapata hata mmoja wa kutulia naye. Nini kazi za kutulia naye? Mtoto mzuri wa kutulia naye, labda umri unaenda of course. Kweli umri unaenda. Of course kwa sasa bado hajapatikana. Bado Sema mwanetu anaogopa kama kamera hivi. Labda Muniri atuambie. Muniri labda atuambie. Yaani kwa upande wa Muniri labda hebu kwa msemaji ya kiukweli mimi siwezi kusema mambo ya mtu. Unajua kuna vitu vingine mtu anaamua tu kufanya private. Wewe kama unajua mpenzi wa J Melody. Wewe msanii J Melody unamjua? Msanii tu anawapiga. Kuna vitu vingine waga ni private nini, si unajua? Hayo lakini mimi mara nyingi sana hivyo vitu waga sijavipa kipaumbele sana, maana huko nyuma vishaniumiza sana. Vishanipotezea time. Hapo ndo napataka sasa. Kwa hiyo kumbe mapenzi yamekuwa kutesa kinoma. Mimi nishanipotezea muda. Kwa hiyo nikaona ngoja tu ni stick na mambo yangu, sababu kuna sehemu natamani kufika sana. Naona koroga sana huko itakuwa mambo si unajua tena. Mambo yule Diamond. Mbona anajua story yako nzuri kabisa. Hivi unajua story yake nini? Story ya brother mimi sijui. Sema anaponiambiaga anasema kwamba kuna mwanamke ishatokeaga anamkubali sana. Kwa yule mwanamke kwa hapa na pale alikuwa na mambo mengi, kwa akabidi aachane naye. Lakini kwamba alikuwa anamchita yule kwaje? Unajua of course wana mambo shazi. Yaani of course wana mambo mengi. Alikuwa anamchita. Sasa unataka umuulize kwa sababu alikuwa ananipa short notes yani. Okay. Muniri yule ambaye baby labda mimi nitakuoa wa malengo future wife, leo hii ndo bado uko naye au tayari ishapita hivi? Ndugu yangu ishapita hivi ndugu yangu. Wenye pesa waliniwahi. Huko Mwanza au wapi? Ya hapa Mwanza. Sasa unakuja na Mwanza kabisa afu wauni na sema alikuwa sio mtu sana wa Mwanza sana, alikuwa ni mtu wa kutoka hivyo nini. Sema sitaki kuongelea sana ndio nakumbuka mambo yao ishapita. Of course unajua unaambiwa tafuta pesa, wenyewe hapo wengi sana. Kuna hiyo kauli kwamba tafuta pesa watakuja. Kwa hivyo ni kama tunatafutia familia zetu pesa ziishi vizuri, mama zetu tunawatafutia wenyewe. Yaani kiufupi hapo ni kama tu tunatafutia wao, kwa sababu ukishatoka mikononi mwa wazazi ukaenda kujitegemea, unaenda kutengeneza nini familia yako. Kwa hiyo unaona hata hivi tunapopambana nini, lakini end of the day utakuja kushangaa Muniri huyu hapo nitakualika kwenye harusi yangu hapo, mwisho wa siku ndio hivyo tunamweka ndani wakufa na kuzikana, si unajua watoto tena nini. Tunakuwa tuna watu wengine yule future nini ambayo uko na yani simu ukiweka vocha buku inaisha yote inashapita pending. Swali gani? Na uweze amini
mwanamke unaenda kumuoa sio mwanamke ambaye ulikuwa unamtarajia. Mimi nakataa. Mimi nenda kumuoa yule ambaye namtarajia. Wewe. Eti maana tuona mimi hilo. Au sema maana unaonekana. Ukitaka kujua. Unaona? Ukitaka kujua. Wewe na tu kwa watu ambao wameoa. Utakuta yuko na mke wake lakini kuna mwanamke ambaye yani upogo moyoni atoki. Unajua kwa sababu gani? Awe brother una wewe mwanamke. Hiyo ipo hiyo kweli. Kila mwanaume lazima awe naye mmoja hivi ambaye umesikia. Mimi namsupport brother point yake. Yani hauna. Mimi naelewa. Kama ni tu labda nikuulize hata kama leo katokea mamzi maisha yameenda amenyooka umeoa si ndio? Ndio. Ila kuna uende kama wewe ukupenda mama tu basi nimeoa tu fresh maisha yaendelea. Kuna yule ambaye yani yuko goloni hata kama hujamuoa one day mkikutana lazima tu utaonana naye nini fresh. Hiyo hivyo unaamini kuona nasema kwamba kila mwanaume yani wanakutazama hapo kila mwanaume anafanya hivyo. Hiyo ipo kweli. Yani kuna wewe mmoja yani alishamtendaga yani na anamkubali kinyama hata kuyosukua mbani hata kuprezana hata miaka hata mitatu. Akirudi yani ana play part yake kabisa. Okay. Kwa nafasi yake yani bado ipo. Kwa kila boy ni hivyo yani. Yani kwa kila boy ipo hivyo yani. Bana ni noma sana. Tunazungumza mambo shazi sana. Niko kwa Muniri Makodi ni story mob. Poa tunazidi kuzunguka mtaani kijenzi zaidi. Wewe ukaniambia kwamba tumezungumza mambo shazi sana kuhusu masuala hayo yote. Sawa? Sawa. Okay, kwa hiyo labda tuseme kwamba masuala ya makodi tumezungumza na vitu vingine shazi sana. Tuzungumzie kwenye malengo kabisa kama malengo. Sisi kama vijana of course. Unajua kuna kijana pia anakutazama hapa anachukua neno kutoka kwako. Tumekuwa na ushindani mkubwa sana wa game la muziki hapa Plus 255 nchini Tanzania. Ajuskada hapa Diamond Platnumz alikuwa na show Rock City, si ndio? Najua tu lazima ulihudhuria. Asante kwa ulitokea. Lazima nitokee. Okay. Sababu yule ni msanii wangu. Ni msanii ambaye namkubali sana. Kwa sababu ni mtu yani ambaye anaonyesha kutokuchoka. Umeona? Alafu nikiangalia pia na mimi ndo niko hivyo yani. Choki. Sichoki. Yani kwenye kazi yangu mimi sichoki. Okay, kata hii. Bado hivi. Kwenye kazi ya uchoki. Ni vitu gani ambavyo unavikubali sana kutoka kwake, labda kuanzia mapambano yameendelea of course, labda kama umewahi kufuatilia historia yake ya muziki, kama ingekata tamaa singekuwa pale. Ni kitu gani ambacho kinakushawishi zaidi kutoka kwake na masuala ya biashara pia ukicombine? Kitu ambacho kinanishawishi kutoka kwake ni moyo wa kujituma. Alafu ni mtu ambaye ajisikii. Kwa sababu gani nasema hivyo? Wajua nishafuatilia show zake nyingi. Sijai kuona show ambayo msanii anaingia, ana perform, afu akiwa yuko muda wote yeye ni mtu mwenye furaha yani aonyeshi ile unyonge yani akipanda jukwani unyonge hakuna yani. Anapiga kazi yani anajua kabisa hapo anatumikia hela za wana yani kama juzi hapa alivyokuja hapo na nili Rockstemol hapo. Kweli kiufupi nilipambana kuipata hiyo hela kwa sababu ni mtu ambaye namkubali. Kwa hiyo sikutaka unyonge, mimi mwenyewe niliingia mule nikashuhudia live huyu mwamba vipi. Aliomo yamo lakini nikuta mambo yuko vizuri kikweli. Mambo yuko. Kwanza ana energy hatari. Akianza kuperform achoki. Ilifika kipindi mimi mwenyewe nimechoka sasa. Sasa niondoke. Lakini hiyo kuondoka no. Nimechoka lakini nakaza. Nitoka yani hapo hadi asubuhi lakini sauti hapa haipo. Lakini kiufupi huyo jamaa wanaongelea vibaya wameongelea lakini mimi namkubali yani. Anapambana sana. Naamini katika mahusiano ndio maana amefika pale. Amini. Kile mawapiga vibunda wengi yani maumiza watu wengi sana. Hiyo inaitwa eat and run. Okay. Unajua kuna muda ukifika unajua wanawake hawa wajanja sana yani. Mwanamke utakiwa kumwamini asilimia zote. Unatakiwa ubakize. Kwa hiyo hivyo tuishi tu na hiyo. Mwanamke hatakiwi kuaminiwa sana. Yaani usimpe asilimia zote yani. Bakiza kidogo. Okay. Kuna muda unaweza ukapigwa tukio ukasema ni huyu kweli nilala naye. Upande mmoja wakati ulikuwa mzima. Wewe acha kabisa yani. Okay, sawa. Bwana tuambie sasa hapo neno lako labda kwa Gen Z kwa tunaelekea mwishoni kumaliza, labda tuambie yani lolote tu
Kijenzi ushauri jana nini, labda mtu anatamani kupiga business fulani, neno lako labda? Mimi cha kuwashauri vijana ambao nataka kuingia kwenye hili game. Yes. Yani wasione mtu ana ofisi akajua bana anauza anafanya hivi, yani wateja wanakuwa ni wengi. Kona yeye akaona mbona kama fulani anafanya kazi hiyo anaingiza hela afu anapendeza, unaona. Sasa kumbe kuna vitu ambavyo havijui nyuma ya pazia ni vilivyopo yani kwenye hiyo biashara. Kwa kila biashara inatokana na tuseme sio na uvumilivu yani. Sema uvumilivu, alafu kingine yani yani kile kitu ambacho unakifanya wewe unakikubali yani, unaona, unakipa asilimia bana hichi bana nikifanya bana hichi nakijua, unaona. So umeona mtu fulani na wewe kaamua twende kufanya kazi fulani, kwa hiyo baadaye itakuja kuwa maumivu yani. Kwa hiyo nawashauri vijana wenzangu yani wasimuone mtu fulani anafanya kazi fulani akasema bana hapa nikafanya hiyo kazi. Ni kufocus. Sure. Kwa upande wa Munir, labda tuambie sasa neno lako labda kwa Gen-Z, unawashauri nini ambaye anatamani kufanya biashara fulani, ama kwa ujumla ni juu ya maisha sasa hivi, walisema maisha, tuambie. Mimi kwa sasa kitu ambacho naweza nikawashauri wasijione kwamba labda hapo walipo hawawezi kufika wanapotaka kufika. Cha msingi kabisa wanatakiwa kitu chochote anachotaka kukianza kukifanya asipende sana kupata ushauri kwa watu. Anatakiwa afate moyo wake unataka nini, umeona. Mimi naamini kuna hata ukifuatilia hata kuna wanamuziki wengine wakitoa historia zao, asilimia nyingi wengi wao wamekimbia manyumbani kwao kwa sababu ya kufuata ndoto zao, umeona. Wengi wameshauriwa fanya hivi, lakini mimi mwenyewe nimeshauriwa kuendelea na masomo, lakini mambo ndio yakawa hivyo, lakini mimi naamua ni focus, naona huko ndo watanitoa. Kile kijitahidi labda kama kubadilisha kitu kufanya, lakini moyo wangu unanisukuma niendelee huko. Kwa hiyo ni hivyo tu yani, afu wasipende shortcut. Yani kama kitu unataka kukianza, usiingie kwa mguu mmoja. Wewe ingia kwa miguu yote bana, biashara haga haijaribiwi. Biashara waga haijaribiwi. Yaani kitu chochote akijaribiwi. Wewe ukiamua kuingia ingia. Ukiamua ujaribu umeyatimba. Ukiamua ujaribu unayatimba. Hata Mondi mwenyewe umeona kaingia miguu yote, na ndio maana anawekeza, anaweka pesa nyingi kwenye muziki wake kwa sababu yeye amejitoa. Umeona? Yaani kitu chochote unachotaka ukifanya wewe jitoe tu. Alafu utangulize Mungu mbele, mambo yataenda hivyo. Yatajipa. Okay. Swaga. Bana, noma sana. Mimi nilikuwa zangu kipande hichi hapa hivi, tumezungumza mambo mob kuhusu masuala yote ya Gen-Z zaidi ya Mgobe Cinema presenter hii Mastopa, na hapa ni News Update Media. Poa Shemi Bang usiku kwenye kideo chako, endelea kutufuatilia, tunazidi kufanya mambo makubwa zaidi. Nilikuwa kwa Moneri Macots. Yes.